Injili iliyoandikwa na Luka. Mkutano mkuu alipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, Yesu alisema kwa mfano. Mpenzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao kulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Neno la Bwana. Taifa kwa Mwenyezi Mungu. Mtaka wapendwa, tunapoadhimisha ibada hii ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, ninawiwa na neno zito, neno ambalo si langu bali ni la msiba ambao umelipata taifa la Tanzania. Mmekuwa mnafuatilia kwenye vyombo vya habari juu ya taarifa kwamba wenzetu walikuwa wanasafiri katika ziwa Victoria walipata ajali na wamefariki. Kwa taarifa walau ya jana, zaidi ya watu 130 walipoteza maisha. Hili inatuia vigumu tunapoadhimisha ibada hii ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwa kweli kuunganisha na tukio hili kubwa. Your Excellency and our visitors, maybe who have not been informed of what has been happening in Tanzania since 2 days ago. There was an accident in Lake Victoria of a boat which capsized, and over 130 people, according to yesterday's report, lost
their lives. And so I was saying, it's very difficult as we are celebrating this Thanksgiving Mass and therefore the graduation of our young people, not to forget that we have this incident, this accident before us. And therefore, as we continue with our celebration, let us bear in mind that, let us pray for those who lost their loved ones. Let's pray for those who have not been confirmed yet, where they are, alive or dead. And so we can imagine the suffering of the families who don't know where their beloved ones are. Basi tuchukue kama dakika moja hivi tu wakumbuke hawa ndugu zetu. Raha ya milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. So the President has called for I think 3 days of mourning nationwide, and let us therefore join the larger community of Tanzania to mourn for this, our country people who lost their lives. Kwa hiyo wapendwa ndugu zangu, tunapoadhimisha ibada hii tukiwa na hilo akili wetu na nyoyo yetu, basi napenda nami kumshukuru sana Askofu Aloysius D'Souza kwa ujasiri wake. Napenda pia kumshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Moshi, Mheshimiwa Warioba, kwa kukubali ombi letu kuja kuunganisha historia. Tuna historia ambayo nielezea hapa. Nimemtaja Mheshimiwa na Mwashamu Baba Askofu Aloysius D'Souza, nikasema naheshimu sana ujasiri wake, kwa sababu miaka 7 iliyopita ili wazo lilikuwepo la kuanzisha shule mahali hapa, lakini lenyewe halikuwepo tu hivi. Ni kwamba basi katika mahangaiko, unapokuwa askofu, naamini pia viongozi, unapokuwa kiongozi unakuwa na mahangaiko moyoni. Katika mahangaiko yangu nikafanya safari ya kwenda mashariki kuelekea India, na kule nikamuomba, nikamsihi. Nilipoona yeye kwenye jimbo lake ana shule nyingi, institution nyingi, hilo jimbo moja kwa kweli tunaposema kwa mfano Father Richard Baba ambaye ni mkuu wa taasisi kubwa ya afya na shule ya medical school, unashangaa kwa jimbo moja linaweza kuwa zaidi ya shule 300 na taasisi mbalimbali. Hospitali ambayo tunazungumzia ni hospitali kubwa zaidi ya KCMC, jimbo moja, na sio kwa hiyo maeneo moja ina maeneo mbalimbali. Haiko mahali pamoja kama pale KCMC, iko maeneo mbalimbali.
na medical school. Kwa hiyo father anasimamia hiyo na madirector mbalimbali. Medical school, wana university, wana shule za sekondari nyingi tu za primary, za ufundi. Sasa nikaelewa kwa nini India ilipiga hatua kwa mambo ya teknolojia. Kumbe kwa kweli watu wamewekeza kwenye elimu. Na baba huyu askofu aliyosisitiza aliwekeza kwenye elimu kama taifa la India kwa ujumla iliwekeza kwenye elimu ya kila kitu unachofikiria kama wenzetu wa Ulaya. Kwa hiyo wao wako mstari wa mbele. Kwa hiyo nikamwomba nikijua kwamba alikuwa mwishoni wa umri wake kama askofu mtawala wa jimbo, miaka 6 basi iliyopita, akakubali, akasema let us pray for it. Tukaenda sasa pale kwenye chapel pale kwa askofu pale kuna kanisa kadogo, tukasali pale, na pale ndipo aliambia tuombe Roho wa Bwana, nitakuja kutembelea sana. Kutembelea sana tukana ni baba parokia pia na parokia tulikuwa ndogo lakini wamenieleza sana. Bikira Maria mama mkingiwa ndani asili, na pole akapeleka watu wake the best of his priests. Na Father Edwin na Mosikia, Father Victor Machado, Father Lobo, wengine wote tu wakaja ili wafanye kazi. Na mheshimiwa anasema hivi wazi, wewe kama kiongozi wa serikali, ili uone kwamba kama yeye mwenyewe alivyosema kuna Roho wa Bwana, kuna kitu kinachokuunganisha. Na hii kwa kweli ni imani. Bila imani asingefanya haya. Kwa hiyo unamuona ni kila kitu kutoka India juzi kwenda kushuhudia askofu mpya wa jimbo lile akipata uaskofu. Kwa hiyo yeye ni retired emeritus. Tena emeritus ana merit, anastahili, anazo sifa za kuretire kwa sababu amefanya kazi kubwa. Wewe imagine tu mimi na shule 12 zinahangaisha, lakini shule 300 zaidi na vyuo vikuu, hizo ni institution. Lakini hata maisha ya kichungaji ya kawaida kipaimara nini kuangalia parokia zinapanda, watu wanapata huduma, ana zaidi ya mapadri 200. Kwa hiyo sisi wote tunasema tuna mapadri ya sisi, unaona tunao wengi, lakini afadhali ni mbili. Na tena juzi alizaji jimbo jipya kutoka jimbo lake, lakini walikuwa mapadri 300 na kitu. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba tuna sababu ya kupiga hatua, tena kwenda kwa mbio kidogo. Twende kwa mbio kwa sababu inakauka, inaishia mbali. Kwenye njia ndege wa angani wako tena na ndege wako wana macho mageni, wanakuja na mguu, ni chakula chao, wanaokota mbegu zile wanakula, na watu wanaendelea wote sasa wanakula zote. Kama ni maeneo yenye ndege wengi, hayo Yesu anaongea kuhusu maisha ya kiroho. Lakini mimi bado nafanya application kwa maisha yetu ya kila siku na kwa institution kama hii. Ninyi vijana, how are you? A sign of resignation, giving up. Please, ichukue ioteshe kwenye udongo mzuri. Udongo huu mzuri ni mzuri for sure. And as I said, God has a purpose. Years ago, this was part, as it is, part of the land of the largest, the geography of the largest. But we used to pass here, including me. Nilikuwa napita hapo na kwenye barabara naelekea Moshi na rudi Dar es Salaam, naenda wapi, naenda Salame, lakini hili eneo mimi sikujua linakuwa productive kwa njia hii ambayo imetumika. Sasa ni productive. Sasa sisi vile kutoa mbegu, kutisha mbegu ili matunda mazuri mengi yapate to be harvested from this place for the good of the nation,
for the good of our country, the good of our region, the good of our diocese. Na hii itakuwa tumepokea yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Yale Mwenyezi Mungu anapenda, Mwenyezi Mungu ni upendo, ni upendo. Na anapenda kwamba sisi tufaidike. Sidhani kama Mungu anapenda kwamba sisi tupate taabu tu, watu wa shida tu, sidhani. Anapenda tuwe ni watu ambao ni sura na mfano wake, na sidhani kama sura ya Mwenyezi Mungu ni mbaya, ambayo imefika kwa njaa. Ni sura nzuri. Sasa tunafahamu kupitia Yesu Kristo. Sura ya upendo, sura ya huruma, huruma ya Baba. Sura ya furaha, sura ya mshikamano, sura ya ufahamu, uelewa. Hiyo ni Mungu alivyo, na nataka sisi nasi tuwe vile hivyo. Na baada ya safari yetu hapa duniani, basi turudi kwake tukiwa na ule ufahamu kwa jinsi tulivyoweza, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye for sure ametusaidia kujenga mahali hapa. Ni Mungu mwenyewe ametusaidia kujenga mahali hapa, bila yeye hakuna kitu. Na ndio maana maandiko yanarudi tena kwenye kutukumbusha kwamba if the Lord does not build the house, the builders are in vain. Bwana asipojenga nyumba, wanaojenga wanahangaika, wanahangaika bure. Bwana asiposimamia mji, akaulinda mji, wanaoulinda wanakesha. Kwa hiyo tusiwe ni watu ambao tunakesha bure, bali turudi kwa Bwana. Turudi kwa Bwana ili aulinde mji wake, ili ajenge nyumba yake. And with this words, therefore, once again, I want to thank God for this, what I call a miracle which has happened in Sami. And Your Excellency, I know when I approached you to seek collaboration with my others, you know, I had already read, even from the records, that you are almost retiring. But I admire your courage, starting something new when you are about to retire. So it's the Spirit of God which moved you to see that you can still do something great like this. And this is not only for today, but we look forward, and I tell them that they guard this space, they protect it, they make it theirs until the end of time. We shall go, we shall expire, but this school has to continue. Si tuta expire tutaondoka, lakini shule hii ibaki pale, because it's built on spirit, a good spirit, the Spirit of the Lord, who wants to see that we also have a dignified life through education, education of the heart, education of the mind. With that, thank you so much, and may God bless each and every one. Please stand. My dear brothers and sisters, God has blessed us abundantly. Even without our asking, He goes on giving. What we have, what we are, is His generous gift to each one of us.
But Jesus said, ask and you shall receive. Knock and it shall be opened. Listening to the Lord, also offer them from our heart, accept them, grant to us all that we need in our life, that we may be in every way be blessed by you, whatever we do, whatever we are, accepting that is all is because of your gift. We thank you for your generosity to us. We remember today the boys who are going to be graduated shortly. We offer them to you, Lord. Bless them. Bless their efforts all these years, and they are waiting for their success for all that they have done. Grant them what they are in desire of, in need of. Accept our prayers for them. Bless this secondary school, the headmaster, teachings and non-teaching staff, and the students who come here to be educated for life. Bless all of them, and may their lives be crowned with success. Bless this diocese of Sami, the bishop, the priests, the sisters, and all those who are, in one way or other, continue your mission through their leadership. May they bear fruit, abundant fruit. We remember today those who lost their lives 2 days ago in the boat accident. Lord, bless the bereaved families. Give them the graces that they may accept these terrible shock and suffering. Grant eternal life to those who die. Protect all of us, that we may, when we live this life through your special protection, live joyfully, peacefully, happily, love you and love our neighbor as your Son has taught us. We make our prayer in the name of Jesus our Lord. Amen.
and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, our Heavenly Father. For the gifts you have bestowed on us, O Lord, we offer you the sacrifice of praise, humbly begging that what you have conferred upon us in our unworthiness, we may give back to the glory of your name. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift. Our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Important moment of the Mass. Jesus Christ is coming to
to us the form of bread and wine. He will change the bread into his body and wine into his blood. What he did on Maundy Thursday, he's going to do it here and now amidst us. Brothers and sisters, this is a most holy moment. Let us be recollected and take part in this special grace that we are going to welcome Jesus. You are holy indeed, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and I, your servant, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, Saint Joseph, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the
Savior's command and formed by divine teaching, I dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that with the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Siku ya Yesu Kristo, watakaopokea ni wale Wakristo wa Katoliki waliojiandaa vyema. They are going to receive the Holy Communion
those Christian Catholics who are well prepared.